We appreciate the praise team. Thank you so much for guiding us well. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tunataka kushukuru Mungu sana kwa sababu ya ibada hii ambao pengine ni ya kipekee sana kwa wengi wetu, just gathering us here. We figured out that most of us may not make to the stadium where Atuori will be delivering the speech, and so it is good that we gather here. Na tusikie venye Mungu anatuambia, ili pia wenye wataweza kwenda kwenye stadium tutawapatia ruhusa ya kufanya hivyo, lakini pia kuzidi tu kusherehekea and to remind ourselves that we are co-workers with God. And therefore this morning in a few minutes I just want us to think through co-workers with God, ya kwamba Mungu wetu yeye, tukisoma katika kitabu cha Mwanzo tunaona jinsi ambavyo alifanya kazi na kuna mwandishi mmoja anasema ya kwamba God got his hands dirty, ya kwamba Mungu alichafua mikono yake wakati ambapo aliamua kumuumba mwanadamu kutokana na udongo, and he made his hands dirty, and after creating that which is beautiful and that which we see, akatupatia a mandate ama akatuita na kutuambia kwamba tuwe watenda kazi pamoja na yeye. Na unajua hili ni jukumu kubwa sana. Maybe I have mentioned this to a number of people that we interact with, but I don't know what fascinates you of all the creation. Kati ya viumbe vyote na uumbaji wa Mungu, sijui ni nini ambacho huwa inakusisimua sana. You can just share with your neighbor. Ni kazi gani unaona Mungu alifanya, unaona hey, hii kama si mimi kama ni mimi singeifanya hivi, hii inanishangaza. Ni nini kwa hasa? I am particularly fascinated by giraffe. Of all the creation, including human beings, I'm fascinated by giraffe. I don't know what fascinates you. Maybe it is a specific type of a tree. Maybe it is how plants grow. But you see, if you look at the creation and the work that God put into it, it is fascinating. I'm fascinated by how plants grow. Unaweza imagine venye mimea huwa inakuwa. Mmea by the mmea ukiota unakuwa na matawi kama mangapi? A normal seed inachukua ikuwa na matawi kama mangapi? Around how many leaves? 2 or 3 ikishoot. Venye inaendelea kuwa kubwa, matawi inafanya nini? Inaongezeka. Imagine Mungu hakutumia hiyo technology kuumba mwanadamu. Kwa sababu kama sasa unaona ulizaliwa na masikio mbili, ungekuwa na ngapi saa hii kulingana na miaka yako? Kuna watu saa hii wangekuwa wamefunikwa na masikio. Ikiwa Mungu alitumia teknolojia wenye mimea inachipua na kuongezeka matawi. This is a worker. This is somebody who was diligent in what he was doing. He was purposeful in all wisdom. And therefore, it is such a great honor that God the Creator and the greatest worker, that he calls us to be his co-workers in creation. So whatever our hands and our minds and our daily tasks we find to do, we know that all these things are rooted in his divine purpose. Ya kwamba ni katika kusudi la Mungu mambo ambayo tunayafanya kila siku yanatendeka. Na kwa hivyo mliruhusu tu kwa dakika chache tuweze kuona jambo moja ama mawili ambayo yatatuwezesha kuchukulia kazi ambayo Mungu ametupatia kufanya kila siku kwa makini zaidi. Number 1 is to recognize that God is the original worker. And I have alluded that from the book of Genesis chapter 1, that God worked, he created the heavens and the earth, and he orders out of the chaos kuwe na mambo ambayo ni maridadi. Kwa siku 6 akafanya kazi na siku ya 7 akapumzika. Umewahi jiuliza ni kwa nini Mungu alipumzika? Mungu ni kuchoka, alichoka by the way. Was God so tired that he had to take rest on the Sabbath day? Because he's divine. So he did not rest out of fatigue, but he rested so that he can establish a rhythm or a dignity or a purpose or a system that there is both work and rest. Na kwa hivyo tunapo pia sherehekea kutenda kazi, ni vizuri pia we always create a balance between how we work and how we rest. Because some of us, we don't take rest. And I usually challenge, especially those who are in the private sector,
wenye they are self-employed. Wakati mwingine hatupumziki. Watu wenye wameajiriwa wanajazaga leave. Sasa wewe kwa duka yako utajazia nani leave? Kwa shamba yako utajazia nani leave na magugu inakungojea? Na kwa hivyo ni vizuri always to balance and to know that in working even God rested. Not because he was fatigued, but because as much as work is a blessing, so is rest. Jinsi ambavyo kazi ni baraka, hivyo ndivyo kupumzika ni baraka. Na kwa hivyo I usually encourage people, one of the ways that God allows us to rest, even when we take a break and come and worship. Na huwa naambia watu ya kwamba hayo masaa mawili ambao unakuja kanisani, ikiwa wewe ni mama, hebu siku moja jaribu kukaa kwa kiti yako kwa nyumba 2 hours penye huo unakaa kanisani. Jaribu tu siku moja useme, leo nitakaa tu. Unaona venye naenda church 2 hours, nitakaa hapa. Nitakaa na nikifanya kazi kubwa ni kusimama, alafu nakaa chini. Ukisimama unaona kikombe yenye haikuwa, kuna mtu aliacha kikombe mahali. Unasema nitaondoa tu kikombe nikuje nikae chini. Pale unaenda kuweka kikombe unakuta kuna sufuria iliwekwa mahali haikuwa inastahili kuwekwa. Unachukua sufuria, ukirudisha sufuria unakutana na kijiko. You cannot rest. So it is good. And part of why God brings his people together to worship is so that also we can be able to rest. And that rest is that which is divine, that we can be rejuvenated, that we can gain a fresh mandate and zeal in the things that we do. So Mungu baada ya kufanya kazi alipumzika. Na ningependa kusisitiza hivi ya kwamba mapumziko ni ya kiungu jinsi ambavyo kazi pia ni ya kiungu. But also because God is the original worker, and it was read to us here from the book of Psalms chapter 90. The Bible says, may the favor of God, our God, may the favor of the Lord our God rest on us. Establish the work of our hands for us. Yes, establish the work of our hands. Na kwa hivyo inaashiria ya kwamba kazi ambazo tunazifanya kwa mikono yetu, kiini chake ni Mungu. Bwana asifiwe. Ya kwamba kazi za mikono yetu kiini chake ni Mungu, kwa sababu hawezi ambia Mungu abariki kitu ambacho hakitokani na yeye. And the works that we do, it is demanded and it is required of us that God may establish them. Why is God establishing them? Because they emanate from him. Na kwa hivyo ni vizuri kujua God is the original worker and he desires both work and rest, and we receive the blessings from him because that which we do, it comes from God. The second thing that I want us to reflect upon is from Ecclesiastes chapter 3, verse 9 to 13. Solomon, na sio chairman wa kama wetu, huyo Solomon aliandika nini Ecclesiastes, anauliza, hivi ndio anasema, what do workers gain from their toil? In Ecclesiastes chapter 3 verse 9. So anauliza wafanyikazi wanafaidika na nini kutokana na jasho lao na kazi ambao wanaifanya. Na pia anazidi kuangalia na kusema ya kwamba katika maisha haya mwanadamu, it is everything God does endures forever, including giving us an opportunity to work with our hands. Na kwa hivyo anasema ya kwamba ni vizuri kila mmoja wetu ale na anywe na afurahie kazi na jasho la mikono yake kama kipawa cha Mungu. That is Ecclesiastes chapter 3 verse 13. Everyone may eat and drink and find satisfaction in all their toil. This is a gift of God. My brothers and sisters, kuna watu ambao hawajui kufurahia jasho lao. Kuna parokia moja ambaye nilikuwa na hudumu, na nimehudumu parokia nyingi, so hautagesi ni gani. Na kuna mtu mmoja ambaye aliniambia, actually he was a chairman of development, akaniambia venye alienda wakakunywa chai pahali na mzee anaitwa Simeon kwa mkahawa, na mzee anaitisha chai na mandazi. Alafu akaangalia mzee akaona ni kama hayuko comfortable sana. Akamuuliza, na mzee alikuwa baba yake mkubwa, akamwambia mzee, na unaonekana kama uko na wasiwasi kidogo. Akamwambia kuna wale watu tunafanya biashara na wao walikuwa hapa na nilipa ile pesa walikuwa nayo kwa muda mrefu. Akamwambia, oh that's good. Wamekupatia, kwani ilikuwa ngapi? 1,000,000.
Ambia, wow, ni vizuri sana. Alafu akamwambia, na niko nayo hapa. Huyo mzee alistuka sana, akamwambia, ngoja kidogo, uko na milioni moja hapa tunakula chai na mandazi. Na uko na milioni moja kwa hiyo koti yako. Aliambia waliacha hiyo chai hapo. Kwanza wakaenda kwa bank, akamwambia mzee, hatuwezi maliza chai. Kwanza to deposit hii pesa, alafu sasa tuulizane chai na mandazi. The Bible says that everyone may eat and drink and find satisfaction in all their toil, because this is a gift of God. And it is good to appreciate the toil. And it is good to appreciate and to find satisfaction in the work that we do. I don't mean that we become extravagant. Na tuwe watu ambao we are not good stewards. Lakini pia ni vizuri kufurahia kazi ya mikono yako. Ni vizuri kufurahia jasho lako once in a while. Hata kama ni hapo kwako nyumbani, wewe tengeneza chakula vizuri, wekelea kwa meza. Siku hiyo tafuta uma na kisu. Ya kwako tu hapo hivi. Tafuta uma na kisu na utafute kakitambaa uweke hapa. Hapo tu uweke hapa. Hapa hivi. Na utafute serviette mbili. Wacha kusema ati mnatumia serviette vibaya. Tafuta serviette mbili wekelea hapo. Ukiuma unachukua serviette unafanya hivi. Hapo hivi. You enjoy. Kwa sababu ni kazi ya mikono yako. Bwana asifiwe. Some of us, we don't know how to enjoy what we do with our work. The Bible says that find satisfaction. Find fulfillment in it. It is good once in a while to go and buy a good dress for you. Wacha kufika kwa duka ya nguo, unauliza, ukiambiwa ni pesa ngapi unajishika hapo. Unatoka huko umejishika hivi karibu gongwa na motorbike hapo kwa mlango ya duka. Bwana asifiwe. Wacha tuachane na hiyo mambo. When you do this, you realize that our labor, though sometimes it may seem repetitive, mambo ambayo tunafanya kila siku, when we enjoy it, it doesn't become hard. Because God makes everything beautiful in its own time. And even your job and your field, whether you are parenting, whether it is in a small business, whether it is in your ministry, that God makes it beautiful because it is a creation of God. That is the second thing. We are saying that God is the original worker and that our work has great significance because God has given it unto us. The third thing, and this is what I want to finish with, and this is what I call Christian ethic of work, is that working for the Lord and not for the man. Ya kwamba kazi yote ambayo tunaifanya kama ni kwa Bwana wetu Mungu, lakini sio kwa wanadamu. Wakolosai 3, Colossians chapter 3 verse 23 to 24. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. So siku ya leo tunaposherehekea kazi and Labor Day in our midst, tunaweza jiuliza mahali ambapo unafanya kazi, ikiwa watu wote wanafanya kazi venye wewe unafanya, hiyo kampuni ingekuwa imefungwa ama bado inaendelea? Ikiwa watu wote wanafanya kazi kama wewe mahali ambapo unafanya kazi, kwa nini hamusikii hiyo swali? Mahali ambapo unafanya kazi, jiulize, ikiwa watu wote wanafanya kazi venye mimi huwa nafanya, tungekuwa wapi? Na hiyo swali marking scheme amekaa hapa, umekaa. Mwenyako na marking scheme, unaona hapo umekaa ndio wako. Mwenyako na marking scheme. Na Biblia inasema ya kwamba our Christian work ethic should be that our true employer is God. Ya kwamba mwajiri wetu yule ambaye ni kamili ni Mungu. Whether you are a teacher, whether you are a farmer, whether you are a driver, whether you are a cleaner, whether you are a pastor, whether you are a manager, whether you are a transporter, kitu chochote ambacho unafanya, ni vizuri kujua kwamba your true employer is God. That is our work ethics. That whatever you do it with all your heart. Na wakati mwingine tunajua kwamba kazi ambazo tunazifanya hatuzifanyi kwa mioyo yetu yote. Another challenge with that is that God who sees in the secret
rewards openly. Na wengine wetu tunang'ang'ana sana ili tuingie kiwango hicho kingine, lakini Mungu ambaye anaingisha watu kwa kiwango hicho kingine anaangaliaga mioyo yetu. Anaona venye unajipeana ka 10% kwa kazi, unasema hata uliipata hapo, unasema hata haujuagi founder ni nani. Bwana asifiwe. With all our heart that we give the best to us, whatever you do. Hata ile kazi ambayo umejiajiri wewe mwenyewe, do it with all your heart. Na by the way, ukitaka kujua watu hawafanyagi kazi kwa their heart or their heart, sikiliza tu story kwa watu wakienda kazi. Unasikia mtu akisema, in fact, mtu mwingine akitaka kuja kufanya kazi mahali huo unafanya, huo unamwambiaje? Si unamwambia hata wewe ni mahali pengine umekosa. Yaani ukisikia mtu anataka kuingia ile line huko, unamwambia, "Hey brother, hakuna pahali pengine kwanza unaweza angalia kabla ukuje." Na ni hora aroka. Yaani sasa unamwambia, hata unampigia hiyo simu ukiwa kwa kazi. Hata wakati mwingine hiyo simu unaongea naye ikiwa hapa kwa sababu uko kwa ATM. Mshahara imeingia, lakini unamwambia, "Brother, my sister, unaweza angalia kampuni nyingine kabla uapply hapa." Huyo mtu anasema hivyo, roho yake iko wapi? Haiko hapo. So there is another motivation that keeps you hanging around there. The motivation should be with all your heart, as working for the Lord and not for human masters. And therefore, when we do this with all our hearts, we are not just doing a job, but we are fulfilling a divine assignment. Let me tell you, the secret of fulfilling the divine assignment is not your job title, is not how much you get from that job, but it is how much you pour your heart into it, because it is unto that you find fulfillment, and also you fulfill the divine assignment. And working is great. You see, when Jesus came here on earth, for 30 years, he was working in a workshop that he inherited from his father Joseph. So he got his hands hard. Alikuwa akitengeneza vitu kwa mbao, alikuwa fundi, akafanya kazi miaka 30. Na wakati, kwa sababu alijitoa kwa hiyo kazi kwa moyo wake wote, wakati aliingia katika huduma kwa miaka 3, alifanya kazi kwa bidii. Unaweza imagine wale watu wote Yesu aliponya, all the miracles that he did, all the teachings that he did, mambo ambayo yanasemekana kwamba yakiandikwa hayawezi toshea kwenye vitabu vya dunia hii. He did it in 3 years. Why? Because for 30 years he had poured his heart as a carpenter into that which his father was doing. When God looks into our hearts, does he find genuinity in pouring ourselves into that which we do? Now, when we view work in this way, 3 things will happen. Number 1, tukiona ya kwamba, tukirealize ya kwamba our employer, our true employer ni Mungu, mambo ya 3 yatafanyika. Jambo la kwanza, we will reject all form of laziness and mediocrity. If we realize that kazi ambayo ninaifanya, mwajiri wangu halisi ni Mungu, nitakataa uvivu. Nitakataa kuingia kwa ofisi, nina hang koti, alafu ninaenda mtaani. Kwa sababu ninajua ni nani mwajiri wangu wa kweli, ni Mungu. And it is my prayer that God may arouse the spirit of hard work in our midst, so that we can be satisfied by what we do. Number 2, if we view work in this way, we will not just reject laziness, but also we'll be able to serve with joy, knowing there is a heavenly reward. Can you imagine when you walk into a hotel, unakutana na waiter ambaye anajua mwajiri wake sio mwenye hiyo hoteli, lakini ni Mungu. Huyo waiter anakuserve na smile nyingine hapo mpaka unamwambia, "We, mpaka ukikuja ukisikia unamuuliza ni siku gani unakuaga off, nisikawahi kula kwa hii mkao. Kwa sababu I cannot come here when you are not there." Sijui kama umewahi mahali ukasaviwa na mtu mwenye hajui mwajiri wake ni Mungu. Unashindwa ni shida gani nililete hapa?
Mpaka unaenda ukisema na watu wanakuwa na shida hii dunia. Unaona huyo mtu wenye unafikiria ni sisi yako na shida na yeye. But when you know that God is your true employer, you serve with joy, knowing that you will not just receive a salary at the end of the month, knowing that you just not receive a wage. Ukijua tu ya kwamba katika shamba hilo unafanya sio tu kuvuna utavuna, lakini kuna baraka ambayo imekusubiri. There's a heavenly reward for those who pour their heart into that which they do. And that, if we realize that we work for God and not for man, we'll be able to respect others' labor and become advocates of dignity for all work. Ya kwamba tutaheshimu kazi za watu wengine, kwa sababu tunajua kwamba jinsi ambavyo sisi tunaajiriwa na Mungu kufanya kazi ambayo ninaifanya, hivyo ndivyo huyo mtu mwingine ameajiriwa na Mungu kufanya hiyo kazi nyingine ambayo amefanya. Kwa nini huwa tunadharau kazi za watu wengine? Ni kwa sababu hatujajua ni nani muajiri wa kweli. Bwana asifiwe. Usipojua muajiri wa kweli, utadharau hao watu wengine ambao wanafanya kazi. Lakini ukijua muajiri wako ni Mungu, utajua kwamba hata huyo mwingine anamfanyia Mungu kazi, na kwa hivyo utaiheshimu kazi ya mikono yake. On this Labor Day, as we come to the end, I just want us to take a moment and thank God for the strength and opportunity to work. Kuna watu wengi sana ambao wanaweza penda kuwa na nguvu na nafasi ya kufanya kazi bila kujalishwa ni kazi gani, lakini hawana. Wengine ni wadhaifu katika miili yao, wengine hawana mawazo ambayo yanaweza fanya coordination ya kazi, and they are not in a position. But you and me, God has given us an ability. Even if you are a student in school, God has given you the mind and the ability and the capacity. Na pia wazazi ambao wanaweza kupeleka shule ufanye kazi ya kusoma. Just take a moment and thank God for the strength and opportunity to work. As we lift up our thanksgiving to God, also ask Him to establish the work of your hands. Abia Bwana ya kwamba ningependa uithibitishe kazi ya mikono yangu. Commit also to work, not just for income, but for an impact. Usifanyie tu kazi mshahara, lakini fanya kazi ili you leave a legacy. Uweze kuguza maisha ya watu wengi, uweze kuleta mabadiliko, uweze kusaidia watu, sio tu kujisaidia wewe mwenyewe. Let us also remember those who are seeking work, unemployment, those who feel burned out, and those who feel their work is invisible, that God may favor them and give them rest in the name of Jesus. Heavenly Father, we are grateful for we are more than workers. We are co-creators with you. Every nail that is driven, every meal that is cooked, every child that is taught, every boda that is ridden, every soul that is ministered upon, it contributes to the growth of your kingdom here on earth. Na kwa hivyo Bwana, tunakushukuru tunapoendelea. Tuombe ya kwamba ukatushibisha na mema yako, upendo wako ukawa mwingi, na kazi yetu ikawa ni sehemu ya ibada katika maisha yetu, isiwe ni mzigo, lakini iwe ni baraka katika maisha yetu. Tukijua kwamba kazi nzuri ambayo tunaifanya inaleta ukombozi katika ulimwengu huu. Father, even as we speak to our nation this day, as we celebrate this Labor Day of the year 2025, we pray that God, there will be a call to honor work with justice, with fair wages, with safe conditions of working, and respect for every worker, even as we reflect the image of God, who is the greatest of all laborers. Lord, we bless the work of our hands. Let our labor reflect your glory. And may we never forget that we are co-workers with you. Help us to work with integrity. I pray for every membership of this congregation and our parish. The Lord, even at this very Labor Day, we shall rest with faith. We shall serve with joy. For this is our humble prayer of faith. In Jesus' name.